katikati ya bonde kuu la Ufa, ambapo vilima vinabingirika taratibu kama mawimbi ya zumaridi chini ya jua kali la Mediterania, na mashamba ya mizeituni ya kale yananong'ona hadithi za karne nyingi, alitandaa shamba kubwa lililozungukwa na kuta za mawe zilizostahimili dhoruba za wakati. Hili lilikuwa shamba maarufu la Mzee Jomo, mtu mkimya na mwenye uso wa huzuni, ambaye utajiri wake ulijulikana kote eneo hilo, lakini uso wake ulibeba kivuli cha huzuni ya zamani na macho yake yalikuwa na mtazamo wa kina wa kutafakari. Katikati ya shamba hili kulikuwa na uwanja mpana wenye udongo laini wa mchanga uliozungukwa na uzio imara wa mbao, kana kwamba ulikuwa sehemu ya enzi nyingine. Na katika uwanja huu alitawala gwiji hai, kiumbe mwitu na asiyefugika kiasi kwamba jina lake lilitamkwa kwa hofu na heshima, Radi. Alikuwa farasi wa Kiarabu, mweusi kama usiku usio na mwezi, misuli yake yenye nguvu ikicheza chini ya ngozi yake inayong'aa, na macho yake yakiwaka kama makaa ya moto, yakitisha hofu katika nyoyo za wapanda farasi hodari zaidi. Radi hakuwa farasi tu, alikuwa mfano halisi wa uhuru usiofugika, roho isiyokubali utii. Wakufunzi wengi maarufu wa farasi, wapanda farasi stadi kutoka kote nchini Kenya, kutoka kaskazini hadi jangwa la Negev, walikuwa wamefika hapa wakivutiwa na zawadi nono aliyoitoa Mzee Jomo. Lakini wote walikuwa wameondoka wakiwa wamedhalilishwa, ama na mifupa iliyovunjika na matumaini yaliyovunjika, au walikuwa wameachana na jaribio hilo mara tu walipoona uzuri wa mwitu na hasira isiyodhibitika ya Radi. Mbali na ukimya mkuu wa shamba, katika mitaa yenye shughuli nyingi na vumbi ya mji wa zamani wa Yafa, karibu na bandari ambapo meli zilileta na kuchukua bidhaa na hadithi kutoka kote bahari ya Mediterania, mvulana anayeitwa Kamau alipambana kila siku kuishi. Alikuwa na umri wa miaka 12, labda 13, lakini macho yake yalikuwa yameona mengi kuliko umri wake. Kamau hakumbuki kamwe kuwa na nyumba au familia. Maisha yake yalikuwa mapambano yasiyoisha dhidi ya njaa, baridi na kutojali kwa ulimwengu. Alitumia siku zake akisafisha vioo vya mbele vya magari kwenye taa za barabarani, akiuza maandazi mapya au vitu vidogo kwa wapita njia, akibeba mifuko mizito kutoka soko la Karmeli, akitumaini kupata shekeli chache. Nguo zake zilikuwa matambara, miguu yake ilikuwa peku na iliyojeruhiwa kutokana na kutembea bila kukoma kwenye barabara ngumu. Na bado, katikati ya umaskini huu, Kamau alidumisha cheche machoni pake, tumaini lililofichika kwamba siku moja bahati yake ingebadilika. Tumaini hili lilikuwa kimbilio lake pekee, faraja yake pekee katika usiku mrefu na wa upweke aliokuwa akiutumia akiwa amejikunja kwenye mlango wa jengo la zamani au chini ya madaraja ya mto Ayalon. Mchana mmoja wa joto, Kamau alipokuwa akijaribu kuuza maua ya porini aliyokuwa amechuma kutoka kwenye kilima cha karibu, alisikia kwa bahati mazungumzo ya wanaume wawili kwenye mkahawa wa nje. Walikuwa wakizungumza kuhusu Mzee Jomo na farasi wake asiyefugika, Radi. Shekeli 1,100, anasema, mzee anatoa kwa yeyote atakayefanikiwa kumpanda, alisema mmoja. Lakini ana wazimu. Hakuna atakayefanikiwa. Farasi huyu ni kama pepo. Wanasema yeyote aliyejaribu, ama alijeruhiwa vibaya au aliogopa sana kiasi kwamba hakukaribia farasi tena. Mwingine aliongeza kwa maana, labda Mzee Jomo hataki kabisa Radi afugwe. Labda anafurahia tu tamasha, akithibitisha sifa ya farasi wake. Maneno haya yalichoma moyo wa Kamau kama mishale. Radi, Mzee Jomo, shekeli 1,100. Ulimwengu mzima, usiojulikana na wakichawi, ulifunguka mbele yake. Sio pesa ndizo zilizomvutia sana, bali wazo la kiumbe kisichofugika, changamoto iliyoonekana kuwa haiwezekane. Wakati huo, azimio la ajabu liliwaka ndani yake. Usiku huo, Kamau hakupata usingizi. Akiwa amelala katika makazi yake ya kawaida chini ya bango la matangazo lililofifia, Kamau alifikiria bila kukoma juu ya Radi. Alifikiria nguvu zake, uzuri wake wa mwitu. Kwa mara ya kwanza maishani mwake, alihisi kuwa kuna kitu ambacho kilistahili kupiganiwa, lengo lililompa maana maishani mwake. Hakujua jinsi angefika shambani, au angesema nini, au hata kama wangemruhusu kukaribia. Lakini alijua kwamba lazima ajaribu. Alikuwa na nini cha kupoteza hata hivyo? Maisha yake mitaani yalikuwa tayari ni kushindwa kila siku. Changamoto hii, hata kama ilionekana kuwa ya kichaa, ilikuwa tumaini lake pekee la kitu tofauti,
la kutoroka kutoka kwenye umaskini. Cheche hii ya matumaini ambayo inaweza kuwaka katika nyakati ngumu zaidi, mara nyingi ndiyo nguvu inayosukuma mabadiliko makubwa zaidi maishani mwetu. Ikiwa nanyi pia mnaamini katika nguvu ya matumaini na ndoto, onyesheni msaada wenu kwa kupenda video hii, kujiandikisha kwenye kituo chetu ili kufuatilia maendeleo ya hadithi ya Kamau. Alfajiri ya kwanza, Kamau alifanya uamuzi mkuu. Alikusanya mali zake chache, sweta ya zamani na iliyochanika na nusu mkate aliokuwa amepewa na mwokaji kwa huruma, na kuanza safari kuelekea kusikojulikana. Hakujua hasa shamba la mzee Jomo lilikuwa wapi, ila tu kwamba lilikuwa mahali fulani mbali, kuelekea vilima vya Galilaya. Akiuliza hapa na pale, alifanikiwa kupata mwelekeo wa jumla. Safari ilikuwa ndefu na ngumu, haswa kwa mtoto katika hali yake. Alitembea kwa masaa mengi chini ya jua kali, kupitia barabara za vumbi na vijia vilivyopotea kati ya mashamba ya mizeituni na mashamba yaliyostawi. Miguu yake ilitokwa na damu, tumbo lake lilikuwa likilia kwa njaa, lakini sura ya radi na tumaini hafifu la maisha mapya vilimweka imara. Wakati huo huo, mzee Jomo, katika shamba lake lililotengwa, hakujua kwamba hatima yake ilikuwa karibu kukutana na ile ya mvulana mdogo asiyejulikana kutoka mitaa ya Yafa. Yeye mwenyewe, mzao wa familia ya wakulima waanzilishi waliofika katika ardhi ya Israeli wakiwa na ndoto na matumaini, alikuwa amerithi shamba na mali kubwa, lakini pia hisia ya kina ya wajibu na upweke uliofichika. Ilisemekana kwamba mke wake alikuwa amefariki mapema, akimwacha peke yake kulea watoto wake, ambao sasa walikuwa wameenda mbali, kila mmoja akifuata njia yake. Radi labda alikuwa kiumbe pekee aliyempata kuelewa upande wa porini na usiofugika wa roho yake, upande ambao yeye mwenyewe alilazimika kukandamiza. Changamoto ya kumfuga farasi ilikuwa kwake zaidi ya ushawishi, jaribio la kuthibitisha kuwa bado kuna kitu cha porini na cha kweli ulimwenguni, na labda pia utafutaji wa kimya kimya wa mtu ambaye angeweza kuona zaidi ya uso, zaidi ya utajiri na ukali wake. Safari ya Kamau kuelekea nyanda za juu zisizojulikana ilikuwa ni odisea ya kweli. Jua la kiangazi lilichoma bila huruma, likigeuza barabara za vumbi kuwa mistari ya moto na mawe kuwa kama makaa ya moto. Miti ya miiba iliyotawanyika na vichaka vikavu vilitoa kivuli kidogo sana. Njaa ilizidi kuwa kali, na maji kidogo aliyoweza kubeba yalikuwa yamekwisha tangu siku ya kwanza. Mara nyingi, uchovu ulikuwa karibu kumwangusha. Alikuwa akikaa kando ya barabara, akiangalia miguu yake iliyojaa damu, na kukata tamaa kulikuwa kukimvamia. Ninafanya nini hapa? Alikuwa akinungunika peke yake. Mimi ni nani hata nithubutu kupambana na gwiji? Afadhali nirudi kwenye umaskini wangu, angalau huko najua jinsi ya kuishi. Lakini basi, sura ya Radi, mwenye kiburi na asiyefugika, ilikuwa ikirudi akilini mwake, si kama tishio, bali kama ahadi ya uhuru. Na pamoja nayo, kumbukumbu ya dharau machoni pa watu, njaa iliyokuwa ikichoma matumbo yake, upweke wa mitaani. Naye alikuwa akiinuka tena, kwa ukaidi mpya na azimio. Njiani alikutana na watu wachache. Baadhi ya wachungaji walimtazama kwa mashaka, wengine walimpuuza. Siku moja, alipokuwa akipita katika kijiji kidogo kilichosahaulika, mwanamke mzee, aliyekuwa amekaa kwenye kizingiti cha nyumba yake ya mawe, alimuita. Aliona hali yake ya kuhuzunisha, uchovu machoni pake pa kitoto. Bila maneno mengi, alimpa kipande kikubwa cha mkate, zeituni chache na kikombe cha maji baridi kutoka kwenye kisima chake. Kamau hakujua jinsi ya kumshukuru. Alikula kwa pupa, akihisi nguvu zake zikirejea. Mwanamke mzee alimuuliza alikokuwa akienda. Kamau alipomwambia kuhusu shamba la mzee Jomo na Radi, mwanamke alijifunga mkaja au ishara yoyote ya kidini inayofaa muktadha wa Kenya. Mtoto wangu, alimwambia kwa sauti nzito, farasi huyo ana pepo. Wengi walijaribu, hakuna aliyefaulu. Mzee Jomo ni mtu mgumu. Uwe mwangalifu sana. Maneno ya yule mwanamke mzee, ingawa yalikuwa yamejaa wasiwasi, hayakumvunja moyo Kamau. Kinyume chake, wema wake ulimpa ujasiri zaidi. Baada ya siku nyingi za kutembea bila kukoma, kupitia mabonde ya mwitu na juu ya vilima vyenye miamba, Kamau hatimaye aliona kwa mbali kuta ndefu za shamba la mzee Jomo. Zilikuwa zimesimama kama ngome, alama za nguvu na upweke, tabia ya usanifu wa jadi katika eneo hilo. Moyo wake ulianza kupiga kwa nguvu.
Alipofika kwenye lango kubwa la chuma, walinzi wawili wenye silaha, wenye nyuso ngumu na za kutilia shaka, walimsimamisha ghafla. Nguo zao zilikuwa za rangi nyeusi, na muonekano wao wote uliamsha hofu. "Unataka nini hapa, mdogo?" mmoja wao alimuuliza kwa sauti ya ukali na ya kutisha. Lahaja yao ya kienyeji ilikuwa nzito na ngumu kuelewa. Kamau, akijaribu kuficha hofu yake, alijibu, "Nimekuja kumuona mzee Jomo." "Kwa ajili ya farasi?" "Radi." Walinzi walicheka kwa sauti kubwa na kwa dharau. "Angalieni nani amekuja kumfuga Radi," mmoja alisema kwa mwenzake. "Maskini mdogo kutoka mitaani. Ondoka hapa, kibarua, kabla hatuja kupiga teke nje. Radi anakula watu kama wewe kwa kiamsha kinywa." Lakini Kamau hakusogea. "Siondoki," alisema kwa sauti thabiti, ingawa magoti yake yalikuwa yakitetemeka. "Nitasubiri hapa hadi mzee Jomo anione." Walinzi walimtazama kwa mshangao. Hawakuzoea ukaidi kama huo, haswa kutoka kwa mgeni mdogo na maskini kama huyo. "Fanya unachotaka," mmoja alisema, akitikisa mabega yake. "Lakini usitegemee tutakufungulia lango. Mzee Jomo hawapokei maskini." Kamau alikaa chini, pembeni mwa barabara ya vumbi, nje kidogo ya lango. Azimio machoni pake lilikuwa halitetereki. Jua lilianza kutua, likitupa vivuli virefu na vya kutisha kutoka kwenye kuta za shamba. Usiku katika nyanda za Kenya ulikuwa baridi na umejaa sauti zisizojulikana. Kamau alijifunika koti lake la zamani, akijaribu kupata joto. Alijua kusubiri kutakuwa kugumu, lakini hakukuwa na uwezekano wa kukata tamaa. Kutoka mahali fulani mbali, alisikia mlio mkuu na wa mwitu wa farasi. Alikuwa Radi. Sauti hii, badala ya kumtisha, ilijaza moyo wake na matarajio ya ajabu. Ukaidi wa Kamau kwenye lango la shamba uliendelea kwa siku 3 kamili. Kila asubuhi, kabla ya jua kuchomoza, alikuwa akifika hapo na kukaa hadi jioni bila kusema neno, akisubiri tu kwa matumaini. Walinzi walikuwa wamepoteza dharau yao ya kwanza, na badala yake kulikuwa na aina ya mshangao na labda hata heshima ya siri kwa ustahimilivu wake. Usiku alikuwa akipata hifadhi kwenye shimo la mti karibu na kuta za shamba, na mchana alikuwa akijaribu kuangalia kinachoendelea ndani ya shamba kutoka mahali ambapo walinzi hawangeweza kumuona, na haswa kwenye mazizi ambapo ilisemekana Radi alikuwa amefungiwa. Alikuwa akituliza njaa yake kwa nyasi chache za porini alizokuwa amekusanya njiani au kwa makombo ya mkate waliokuwa wakiacha walinzi, na wakati mwingine walikuwa wakimwachia kwa makusudi. Wakati mmoja, mfanyakazi mzee wa shamba, labda mmoja wa watunza farasi, alimletea kwa siri mtungi wa maji na kipande cha jibini. Machoni mwa mtu huyo kulikuwa na huruma na udadisi. "Kwa nini unasisitiza sana, mtoto wangu?" alimuuliza kwa kunong'ona. "Farasi huyu ni shetani mwenyewe. Hadi leo hakuna aliyeweza kumfanya apige magoti." Kamau alitosheka na tabasamu na kusema, "Labda anataka tu kueleweka." Mfanyakazi mzee alishangazwa na jibu hili, akatikisa kichwa na kuondoka. Lakini tangu siku hiyo alianza kumtendea Kamau kwa wema zaidi. Siku ya 4 asubuhi, mmoja wa walinzi, labda yule mdogo zaidi, alikwenda kwenye veranda kubwa ambapo mzee Jomo alikuwa akila kiamsha kinywa chake. Mzee Jomo, kama kawaida, alikuwa akisoma gazeti lake kwa uso mkunjufu. Mlinzi alisema kwa kusita kidogo, "Bwana, kuna mtoto langoni. Amekuwa akisubiri hapo kwa siku 3. Anasema amekuja kwa ajili ya Radi." Mzee Jomo alinungunika bila kuinua kichwa chake kutoka kwenye gazeti. "Tena? Kila wiki anajitokeza mjinga mpya. Mwambieni aende zake." Mlinzi alimeza mate. "Bwana, mtoto huyu si kama wengine. Yeye ni mkaidi sana. Nguo zake zimechakaa na kuchanika, na ni wazi ana njaa. Lakini kuna mwanga machoni pake. Na halalamiki kamwe, anasubiri tu." Kwa mara ya kwanza, mzee Jomo alionekana kupendezwa na akashusha gazeti lake. "Ana umri gani?" aliuliza. "Miaka 10, 12. Labda mdogo zaidi, bwana." Lakini macho yake yanaonekana kuwa ya mtu mzima zaidi. Mzee Jomo alifikiria kwa muda. Alikuwa katika shamba hili kwa miaka mingi na alikuwa amekutana na watu wengi sana. Lakini ukaidi kama huu, upinzani wa kimya kama huu, alikuwa akiukabili kwa mara ya kwanza. Udadisi aliokuwa akijaribu kukandamiza uliamka ndani yake. "Sawa," alisema mwishowe. "Mleteni."
Tuone shida yake ni nini. Walinzi walipomleta Kamau mbele ya mzee Jomo, mtoto alikuwa na msisimko na hofu kidogo. Mzee Jomo alikuwa amekaa kwenye kiti chake cha kifahari kwenye veranda, akimtazama kutoka juu hadi chini. Kamau alijisikia mdogo sana mbele ya mtu huyu tajiri na mwenye nguvu, lakini alijaribu kusimama wima. Kwa hiyo, ni wewe unayetaka kumfuga Radi, sivyo? Mzee Jomo alisema, sauti yake haikuwa na dharau wala hasira, tu udadisi mtupu. Kamau alitikisa kichwa. Jina lako nani? Kamau, bwana. Naam, Kamau. Umewahi kupanda farasi hapo awali? Uhusiano wako na farasi ukoje? Kamau alijibu kwa uaminifu, hapana, bwana. Sijawahi kupanda farasi hapo awali. Kwa kweli, hii ni karibu mara ya kwanza kuona farasi kwa karibu hivi. Mzee Jomo alikunja uso kidogo. Jibu hili lilikuwa tofauti sana na alivyotarajia. Kwa kawaida, waliokuja walikuwa ama wakijisifu kwa mafanikio yao ya zamani au walikuwa na kiburi kikubwa. Uaminifu na unyenyekevu wa mtoto huyu ulimvutia. Basi unategemea nini, Kamau? Aliuliza. Radi hadi leo amewatupa wapanda farasi stadi zaidi kutoka mgongoni mwake. Wengi wao walijeruhiwa vibaya. Yeye si mchezo, anaweza kuwa mnyama hatari. Na wewe ni mtoto tu, na mtoto mwembamba kwa kuongezea. Kamau, bila kuondoa macho yake kutoka kwa macho ya mzee Jomo, alisema, sijui, bwana. Lakini nina hisia ndani yangu. Ninahisi naweza kuelewana naye. Sitaki kumuumiza tu. Nataka kumwelewa. Mzee Jomo alikaa kimya kwa muda mrefu. Alikuwa akiangalia usemi mnyofu na wa kuazimia machoni mwa mtoto. Mtoto huyu hakuwa na tamaa ya pesa au hamu ya umaarufu. Kulikuwa na tu hamu isiyoeleweka ya kuunda uhusiano, labda roho iliyoelewa upweke wa Radi. Azimio hili safi lililomfanya mzee Jomo afanye kitu ambacho kwa kawaida hangeweza kukifanya, linaweza wakati mwingine kufungua milango isiyotarajiwa zaidi. Ikiwa nanyi pia mnaamini katika nyakati kama hizo, mnaweza kufikiria kujiandikisha kwenye kituo chetu ili msikose mwendelezo wa hadithi yetu. Mwishowe, mzee Jomo alishusha pumzi ndefu. Sawa, Kamau, alisema. Nitakupa nafasi. Lakini kwa sharti moja. Ikiwa Radi atakuumiza hata kidogo, au ikiwa nitahisi mambo yanatoka nje ya udhibiti, nitaingilia kati mara moja na jaribio hili litaishia hapo. Umeelewa? Tabasamu lilionekana usoni mwa Kamau ambalo uchovu na njaa havikeweza kulifuta. Nimeelewa, bwana. Asante. Wakati huo, si mzee Jomo wala Kamau walijua kwamba uamuzi huu ungebadilisha mengi zaidi ya kumfuga farasi tu. Kesho yake asubuhi kulikuwa na pilikapilika isiyo ya kawaida shambani. Kwa amri ya mzee Jomo, uwanja mkubwa ambapo Radi alikuwa amefungiwa ulikuwa umeandaliwa. Wafanyakazi wote wa shamba, watunza farasi, watumishi, na hata wapishi walikuwa wamekusanyika kuzunguka uwanja kwa udadisi, wakingoja kwa pumzi zilizozuiliwa. Wengine walimtazama Kamau kwa huruma, huku wengine hawakuweza kuelewa jinsi mtoto huyu mdogo alivyothubutu kukabiliana na kazi hatari kama hiyo. Mzee Jomo alikuwa amekaa mahali pake pa kawaida, kwenye jukwaa maalum lililoinuliwa pembeni mwa uwanja. Uso wake ulikuwa hauna mabadiliko kama kawaida, lakini mkazo machoni pake haukufichika kwa macho makini. Na Kamau alikuwa amesimama peke yake katikati ya uwanja. Alikuwa amevaa shati safi lakini lililotiwa viraka alilokuwa amepewa na yule mfanyakazi mzee. Miguu yake ilikuwa peku, lakini msimamo wake ulikuwa wima zaidi kuliko wakati wowote. Moyoni mwake alihisi mchanganyiko wa ajabu wa utulivu na matarajio yaliyochangamka. Hakuwa na mpango wala mbinu yoyote. Alikuwa na imani yake tu na hamu yake ya kuungana na kiumbe huyo wa mwitu. Kwa mlio mzito, milango mikubwa ya mbao ya uwanja ilifunguliwa kwa upana, na Radi aliingia kwa kasi kama dhoruba nyeusi. Farasi alikuwa mwitu zaidi kuliko wakati wowote. Alikuwa akipiga kelele kwa sauti kubwa, macho yake yakitoa cheche, na misuli yake yenye nguvu ilikuwa ikitetemeka kwa hasira na nguvu iliyokusanyika. Alizunguka uwanjani, akitupa mawingu ya vumbi, kana kwamba alitaka kuonyesha kila mtu nani alikuwa bwana wa mahali hapo. Watazamaji walizuia pumzi zao, wengi wakifanya ishara ya msalaba au ishara yoyote ya kidini inayofaa. Hata wafanyakazi wagumu zaidi walihisi jasho baridi likitiririka migongoni mwao. Lakini Kamau alibaki kimya,
akimtazama Radi kwa utulivu usioelezeka. Hakuona mnyama wa kutisha, bali mnyama mrembo na mwenye kiburi aliyekuwa akiteseka kutokana na upweke na kutoeleweka. Radi, baada ya kumaliza maonyesho yake ya nguvu, alisimama ghafla na kumkazia macho Kamau. Kwa muda, alionekana kushangazwa na utulivu wa mtoto na ukosefu wake wa hofu. Kwa kawaida, wale waliothubutu kuingia uwanjani walijaribu kumfuga kwa nguvu au walikimbia kuokoa maisha yao. Kamau hakufanya mojawapo ya hayo. Alikuwa amesimama tu pale, akimtazama kwa macho yaliyojaa uelewa. Radi alishusha kichwa chake kidogo, kana kwamba alikuwa akijaribu kuelewa. Kisha Kamau akaanza kuongea. Sauti yake ilikuwa laini, karibu kunong'ona, lakini wazi na thabiti. Hakutumia maneno ya amri au vitisho, bali maneno ya faraja na urafiki. Alikuwa akizungumza na Radi kana kwamba alikuwa akizungumza na rafiki wa zamani, akimwambia kwamba hakutaka kumuumiza, kwamba alielewa hofu na hasira yake, kwamba alichotaka tu ni kuwa marafiki. Mwanzoni, farasi alionekana kana kwamba anazidi kuwa mkali. Alipiga kelele tena, akapiga kwato zake ardhini, akachukua hatua chache za kutisha kuelekea Kamau. Lakini mtoto hakurudi nyuma. Aliendelea kuzungumza naye kwa sauti ile ile ya utulivu na upendo. Polepole, Radi alianza kutulia. Misuli yake ililegea, macho yake ya mwitu yalipungua ukali. Alichukua hatua chache za kusita kuelekea Kamau, akinyosha shingo yake na kunusa hewa. Kamau, bila kufanya harakati yoyote ya ghafla, alitoa tufaha dogo la porini alilokuwa amepata siku iliyotangulia kutoka mfukoni mwake. Alilishika mkononi mwake, akimpa farasi. Radi alisita kwa muda, kisha akakaribia na kuchukua tufaha kwa upole kutoka mkononi mwa Kamau. Kitendo hiki rahisi kilikuwa kama muujiza. Mnongono wa kuvutiwa ulisikika kutoka kwa watazamaji. Kamau alipoona kwamba farasi ameanza kumwamini, alinyoosha mkono wake polepole na kupapasa paji la uso la Radi kwa upole. Farasi alifunga macho yake, kana kwamba alikuwa akifurahia kuguswa. Kamau aliendelea kumpapasa, akizungumza naye kila wakati kwa maneno ya upendo. Walikaa hivyo kwa dakika kadhaa, katika mawasiliano ya kimya ambayo hakuna mtu mwingine angeweza kuelewa. Kisha Kamau, wa harakati iliyojaa kujiamini na wakati huo huo upendo wa ajabu, aliinama kuelekea mgongo wa Radi. Farasi hakujibu. Kana kwamba ilikuwa jambo la kawaida zaidi ulimwenguni, Kamau aliteleza mgongoni mwake, bila tandiko, bila lijamu. Na Radi wa kutisha, asiyefugika, alisimama kimya, mtulivu, na mtoto mdogo mgongoni mwake. Kisha, kana kwamba alikuwa akitii amri isiyoonekana, alianza kutembea polepole na kwa kiburi kuzunguka uwanja. Mzee Jomo alisimama, macho yake yakiwa yamejaa machozi. Kile alichokiona hakikuwa tu kumfuga farasi. Ilikuwa ushindi wa wema, saburi na uelewa juu ya vurugu na hofu. Ilikuwa thibitisho kwamba hata roho za mwitu zaidi zinaweza kufugwa kwa upendo. Picha ya Kamau mdogo akiwa mgongoni mwa Radi, ambaye hapo awali alikuwa mwitu, wakivuka uwanja kwa utulivu wa kifalme, ilionekana kama imetoka kwenye hadithi ya njozi. Wafanyakazi wa shamba, ambao hadi muda mfupi uliopita walikuwa wakitarajia msiba, sasa walikuwa wakitazama wakiwa wameacha mavinywa na machozi machoni mwao. Mzee yule mtunza farasi alikuwa akitabasamu chini ya masharubu yake manene, akitikisa kichwa kwa ishara ya kukubali. Mzee Jomo, baada ya kupata fahamu kutokana na mshangao wake wa awali, alishuka polepole kutoka kwenye jukwaa lake na kumkaribia Kamau, ambaye alikuwa ametoka tu mgongoni mwa Radi. Farasi alikuwa amesimama kimya kando ya mvulana, akijisugua kichwa chake kwa upole kwenye bega lake. Kamau, Mzee Jomo alisema, sauti yake ikikatika kwa msisimko, kile ulichokifanya leo sina maneno. Zawadi ni yako. Shekeli 1,100, kama nilivyoahidi. Kamau aliinua macho yake na kumtazama Mzee Jomo machoni. Asante sana, bwana, alijibu kwa adabu yake ya kawaida. Lakini sitaki pesa. Mzee Jomo alishangaa. Lakini kwa nini? Ni haki yako. Umefanya lisilowezekana. Sikufanya hivyo kwa ajili ya pesa, bwana, Kamau alieleza. Nilifanya hivyo kwa sababu nilihisi Radi ananihitaji. Na mimi pia namhitaji. Ninachotaka, ikiwezekana, ni kitu kingine. Ni nini hicho, mtoto wangu? Niombe chochote unachotaka.
Mzee Jomo alisema, udadisi wake ukiwa umechanganyika na heshima kubwa kwa mvulana huyu asiye wa kawaida. Ningependa mahali pa kuishi, bwana, Kamau alisema kwa kusita. Mahali ambapo sitaogopa usiku na sitakuwa na njaa. Na ningependa sana kwenda shule. Kujifunza kusoma na kuandika. Kuwa mtu fulani. Maneno ya Kamau yalimfikia mzee Jomo moyoni mwake. Mtoto huyu, ambaye alikuwa amejua tu ukatili na kutojali kwa barabara, hakuomba mali, bali mahitaji ya msingi zaidi: usalama, chakula na elimu. Mzee Jomo alihisi wimbi la huruma likimjaa, kitu ambacho hakuwa amehisi tangu alipokuwa mtoto mwenyewe. Aliinama na kumkumbatia Kamau. Mtoto wangu, alisema, hutapata tu kila kitu ulichoomba, bali utapata mengi zaidi. Kuanzia leo, shamba hili ni nyumba yako pia. Utaishi nami kwenye jumba, ikiwa kuna jengo kuu la kuvutia shambani. Tutakula pamoja, nitashughulikia elimu yako. Utakuwa mwana niliyewahi kukosa. Machozi yalitiririka bila kukoma kutoka machoni mwa Kamau. Hayakuwa machozi ya huzuni, bali ya furaha na shukrani isiyoelezeka. Kwa mara ya kwanza maishani mwake, alihisi kuwa anamiliki mahali fulani, kwamba mtu fulani alimjali kweli. Mzee Jomo, kwa upande wake, alihisi kana kwamba alikuwa amezaliwa upya. Kukutana kwake na Kamau na muujiza aliofanya na radi kulikuwa kumeamsha ndani yake hisia alizodhani zilikuwa zimekufa milele. Maisha ya Kamau yalibadilika kabisa tangu siku hiyo. Alihamia kwenye chumba kizuri katika jumba la mzee Jomo, chenye mandhari ya mashamba ya mizeituni yasiyo na mwisho. Kila siku alifurahia milo mitamu iliyoandaliwa na mpishi wa shamba, Bibi Rehema, mwanamke mwenye moyo mzuri ambaye mara moja alimpenda Kamau kana kwamba alikuwa mtoto wake. Mzee Jomo alitimiza ahadi yake na kushughulikia uandikishaji wa Kamau katika shule ya karibu kijijini. Mwanzoni, Kamau alikumbana na matatizo fulani. Watoto wengine walimtazama kwa udadisi, wengine kwa wivu kwa sababu ya upendeleo wa mzee Jomo. Lakini Kamau, kwa adabu yake, akili yake na unyenyekevu wake, haraka aliwapata. Walimu walivutiwa na kiu yake ya kujifunza. Ingawa hakuwahi kwenda shule hapo awali, alijifunza haraka na kwa bidii ya ajabu. Usiku, baada ya shule, alitumia masaa akisoma katika maktaba tajiri ya mzee Jomo, akigundua ulimwengu mpya kupitia kurasa za vitabu. Mabadiliko ya Kamau, toka mtoto wa mitaani hadi mwanafunzi mwenye bidii, yanathibitisha jinsi upatikanaji wa elimu na msaada kutoka kwa mazingira ulivyo muhimu. Ikiwa unaamini kwamba kila mtoto anastahili fursa ya kupata elimu, shiriki hadithi hii ili kuwatia wengine moyo. Uhusiano wa Kamau na radi ulizidi kuimarika. Kila alasiri, baada ya shule, Kamau alikimbia moja kwa moja kwenye mazizi. Radi alimtambua kwa mbali na kupiga kelele kwa furaha. Walitumia masaa pamoja, Kamau akimwambia kuhusu masomo yake, kuhusu marafiki zake wapya, kuhusu ndoto zake za siku zijazo, na Radi akimsikiliza kwa subira, kana kwamba alielewa kila neno. Mara nyingi, walikuwa wakifanya matembezi marefu kwenye vilima vya Kenya, wakikimbia kwa uhuru kama upepo. Radi hakukubali mtu mwingine yeyote mgongoni mwake isipokuwa Kamau, na urafiki wao huu wa kipekee ulikuwa umekuwa hadithi katika eneo hilo. Watu walikuwa wakija kutoka mbali kuona mvulana anayezungumza na farasi wake mweusi mwenye kiburi. Mzee Jomo alikuwa akifuatilia maendeleo ya Kamau kwa kiburi na msisimko. Mvulana alikuwa ameleta nuru na furaha katika maisha yake ya upweke. Mmiliki wa shamba mkali na aliyetengwa alikuwa amebadilika kuwa baba mororo na mwenye upendo. Walitumia masaa mengi pamoja, wakijadili kila kitu, kutoka kwa matatizo ya shamba hadi siri za maisha. Mzee Jomo alimfundisha Kamau historia ya Kenya, mila za mababu zake, upendo kwa ardhi. Kamau, kwa upande wake, kwa unyenyekevu wake na mtazamo wake safi, alimsaidia mzee Jomo kuona ulimwengu kwa njia tofauti, kupata tena matumaini yake yaliyopotea. Hata wafanyakazi wa shamba walikuwa wamebadilika. Uwepo wa Kamau na utulivu uliokuwa ukitoka kwa Radi ulikuwa umelainisha mioyo yao, ulikuwa umefanya anga la shamba kuwa la joto na la kibinadamu zaidi. Miaka ilipita. Kamau akawa kijana mwerevu, alielimika na mwenye moyo mzuri. Alimaliza shule kwa ufaulu wa juu na, kwa kutiwa moyo na mzee Jomo, alisoma kilimo katika chuo kikuu jijini Nairobi. Lakini hakuwahi kusahau shamba, mzee Jomo na Radi wake mpendwa.
Kila majira ya joto, kila likizo, alirudi Kenya ya kati, kwenye nyumba iliyomkumbatia na kumpa maisha mapya. Alipomaliza masomo yake, alikataa ofa za kazi za kuvutia jijini na kurudi kabisa shambani. Alichukua usimamizi wake, akitumia maarifa yake ya kisasa na kuheshimu wakati huo huo mila za mahali hapo. Chini ya uongozi wake, shamba lilipata ustawi mpya. Mzee Jomo aliishi miaka ya mwisho ya maisha yake kwa furaha, akimwona Kamau akichukua nafasi yake kama mrithi anayestahili wa kazi yake na mwana aliyewahi kumtamani. Radi, mzee sasa lakini bado mwenye kiburi, aliendelea kukimbia kwa uhuru katika malisho ya shamba, daima akiwa na rafiki yake mpendwa, Kamau, kando yake. Hadithi yao ikawa moja ya hadithi pendwa zaidi nchini Kenya, hadithi kuhusu nguvu ya upendo, uelewa na nafasi ya pili. Hadithi iliyothibitisha kuwa furaha ya kweli haipatikani katika mali na nguvu, bali katika mahusiano ya kibinadamu na uwezo wa kufungua mioyo yetu kwa wengine. Na Kamau, mtoto wa zamani wa mitaani, akawa ishara ya matumaini na thibitisho kwamba kila mtu, bila kujali asili yake, anaweza kufikia ndoto kubwa zaidi, mradi tu apewe fursa na ajiamini. Safari ya kusisimua ya Kamau, kutoka mitaa ya Nairobi hadi moyo wa Kenya ya kati na kwenye mikono ya familia mpya, inatukumbusha umuhimu wa huruma na imani katika uwezo wa kila binadamu. Ikiwa hadithi hii imekugusa, usisahau kujiandikisha kwenye kituo chetu kwa hadithi zaidi zinazotia moyo, kubonyeza kitufe cha penda na kushiriki mawazo yako kwenye maoni. Hadi wakati mwingine, haini salama.